Ulimwengu na waumini wa kanisa Katoliki kwa ujumla wameendelea kuomboleza kifo cha kiongozi mkuu wa kanisa hilo duniani, Papa Francis, aliyefariki siku ya Jumatatu. Makao makuu ya Vatican yametangaza kwamba atazikwa Jumamosi katika kanisa la Mtakatifu Maria Mkuu mjini Roma. Makardinali wa kanisa hilo pamoja na mambo mengine wamekutana Vatican kuweka mipango inayostahili kufuatwa kwa taratibu za kikanisa Katoliki. Taarifa zilizotangazwa na Vatican zinasema kwamba utaratibu wa umma kuanza kutazama mwili wa Papa Francis utaanza rasmi kesho Jumatano katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Mchana wa leo picha ya mwili wa Papa ilionyeshwa akiwa amelazwa katika jeneza, huku akiwa ameveshwa mavazi maalum mekundu na kofia maalum na kushikishwa rozali. Wakati hayo yakijiri, viongozi mbalimbali wa kidunia, Wakristo na waumini wa kanisa Katoliki wameendelea kuomboleza kifo hicho katika maeneo mbalimbali. Katika hatua nyingine, baadhi ya viongozi wamethibitisha kuhudhuria mazishi ya kiongozi huyo, ambao pia ni rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Hapa nchini, katika ubalozi wa Vatican uliopo Dar es Salaam, Askofu Mkuu Angelo Acatino, balozi wa Vatican, amezungumza na Azam News. Which has to take place between 15 and 20 days. Inachukua muda wa siku 15 mpaka 20 baada ya kifo cha Papa, na hivyo inaweza kufikia tarehe 4 mpaka 6 ya mwezi Mei mwaka huu. Kama mnavyojua, jambo hili ni kubwa na nyeti, na ndiyo sababu mchakato wake ni mrefu. Makardinali wote duniani ambao wana umri usiozidi miaka 80 wana haki ya kupiga kura, na kwa wakati huu kila mmoja ameshaanza safari ya kuelekea Vatican kwa ajili ya mchakato wa kupiga kura, na kura ni ya siri, na watakuwa na uchaguzi utakaofanyika takriban mara 3 kwa siku mpaka apatikane Papa. Baada ya hapo, mkuu wa makardinali ambaye anashikilia majukumu hayo kwa muda huu wakati hakuna Papa atamuuliza aliyechaguliwa kama Papa kama amekubali, na ataulizwa jina atakalochagua kulitumia kama Papa. Hilo ndilo litakuwa jina lake rasmi. Kwa hapa Tanzania kuna kardinali mmoja atakayepiga kura ambaye ni Protas Rugambwa wa Tabora, na wengine 16 kwa nchi za Afrika, na kati ya 125 watakaopiga kura. Na kama mnavyojua, Tanzania tuna kardinali wawili, Rugambwa na Polycarp Pengo wa hapa Dar es Salaam, lakini yeye ametimiza miaka 80 mwaka jana, hivyo yupo huru kushiriki mchakato wa mazishi, lakini sababu amevuka miaka 80 hatoingia kwenye mchakato wa uchaguzi. Huko Tabora, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Mwadhama Protes Kardinali Rugambwa amewataka waumini kuwaombea pia makardinali ambao wanakwenda kukutana Roma kwa ajili ya mazishi ya Papa Francisco na baadaye mchakato wa uchaguzi. Kwa namna pekee tuwaombee hawa ambao sasa wanakwenda, makardinali wote walimwengu kadiri ya taratibu zilivyopangwa, ambaye hata kuwa na kizuizi chochote na ambaye anapaswa kuwepo pale Roma, tabidi afike kuanzia leo. Wanapaswa wawepo hapo kwa ajili ya kuanza hivyo vikao mbalimbali, kwanza kwa ajili ya maandalizi ya mazishi ya Baba Mtakatifu Francisco, alafu baadaye kwa ajili ya kujiandaa kwenye uchaguzi wa Papa mpya. Na huko Mwanza, Askofu Mkuu wa jimbo hilo Mhashamu Renatus Nkwande amesema licha ya Papa Francis kuwatia moyo vijana kuwa maisha ni safari, amewataka kutokata tamaa. Watu wasikate tamaa, kwamba uko katika maisha ambayo pengine mtu mwingine anaweza akakuona ni maisha ya chini mno. Hapana, ni kurizika lakini na kujibidisha, ili hatimaye utoke hapo ulipo uende katika hatua nyingine pia ya maisha. Sasa waumini wa Kikristo